Kwa shiri unakalaka wa bien bana kuitaka aje, mbona mimi nishakulove tena. Hapa Njeri TV tunazidi kuishi na Mnyamwezi. Unajua siku nyingi sana anapotea, alafu mshikaji alikuwa shakuwa viral sana, lakini tunazidi kuishi naye kwenye eneo ya Ajara TV na tunazidi kupiga naye mastori na tunazidi kutamba naye. Kwanza najua washikaji wengi mnamjua kwa sababu ashawahi kufanya makubwa sana na alitengeneza jina sana, alafu Bati akawa amezima ghafla. Tunataka tujue kuzima kwake kunatokana na nini na kitu gani kimemfikia tujaishi naye kwenye funga mwaka au fungua mwaka. Kwa hiyo inakuwaje? Salama bro. Mnyamwezi sana. Nyama kabisa. Kama vile Young, kama vile Young G. Tunakujua ndio hivyo, na ulikuja na pigo fulani hivi za tofauti na Kibembe. Ningetaka kwanza nijue kweli ni Mbembe au hapana? Mimi ni mwipo wa Bembe, mimi ni Mzoba. Wewe ni Mzoba. Ndio kwa maana ulikuja na set kama vile hivi. Kuna jamaa fulani mlikuwa mko naye kwenye sanaa ya muziki. Ila sasa hivi najua yupo United Marekani. Na alikuwa anatoka Meleo. Unajua hao washikaji wote tayari washatengeneza jina. Je, yule mshikaji naye ni Mbembe au naye sio huko? Yule jamaa sisi nikajua sana kabila yake, maana yeye waga nilikuwa sielewi kama ni Mbembe au vipi. Ulikuwa uelewi? By the way, najua wewe ulikuja na vigongo vingi na vikazidi kufanya vizuri, maana hakuna ngoma ulikosa kuiachia na ikawa sio hit. Kila ngoma uliyoifanya na ilikuwa ipo hit. Je, tunaweza tukajua ulifelia wapi na kati watu mpaka sasa hivi mashabiki zako wanakuita? Bro, unajua kwenye kufeli ni kuacha kabisa muziki. Sema kuna vitu vilivyotuma ni stopishe kidogo au ni stopike upande wangu mimi. Sio kwamba nimeisha au nimefeli, sema nimerudi nyuma kidogo, ila bado napambana. Je, tutegemee kitu gani kutoka kwa Young G mpaka sasa hivi? Vitu vipo brother, na siku hizi na kolabo msanii mkubwa wa hapa kwetu nyumbani. Na kolabo ya nje Bujumbura nayo, sema tu ndo hivyo. Sijataka kuwahusisha sana, kuwaambia taarifa. Ndio. But sisi tunajua kama Young G ni mtu ambaye ni kijana fulani ambaye alikuja ghafla kama chafya. Jinsi washikaji wanavyoongea. Lakini alichokifanya kilitengeneza umaarufu wake kwa muda mchache sana. Na jinsi alivyozima, comment zinakuwa nyingi sana, hata ukiposti vitu vyako kwenye Instagram, hata ukipiga picha inakuwa hivyo umepotea, umeadimika. Kitu gani unaweza kuambia mashabiki zako ambao wanakufuatilia? Kikubwa ambacho naweza nikawaambia kwamba kwenye maisha kuna mambo mengi sana. Na pengine labda ni mengi hawayafahamu kutoka kwangu. Pengine wangeyafahamu, labda wangekaa nafikiri na wangeniunga mkono. Wangekuwa najua. Upande wa kwenye kazi zote kushuka na kupanda waga kupo. Bati, kuna ngoma zako fulani uliotoa ili kumuonesha nyago. Garsombo. Ulimuonesha nyago, Bati comment zikawa sana, wakasema nyago ndo anakushika, sijui hivyo. Kitu gani unaweza ukatuambia kutokana na ile video na mpaka mshikaji aonekane kwenye ile video? Kipindi kile nyago kwanza ni brother, sababu mimi nilikuwa naishi G1 kipindi kimoja naye. Sasa alikuwa ananiunga mkono kipindi kile. Ndio. Tulikuwa pamoja, sasa tukaona ni vizuri hata yeye naye ni sawa vile kumpa heshima kidogo aonekane kwenye video yetu. Kama nyago ni brother na kama jinsi unavyoongea. Kufeli kwako ama kushimama kwako, nyago amechangia kitu gani kama vile maamuzi ya ubongo wake wa akili kukushauri? Amechangia kitu gani mpaka umefeli? Maana nyago anakujua kama udogo, nikimshika mkono ni mkali na anaweza kufanya vizuri zaidi ya pale. Kitu gani ambacho nyago ashakichangia kwa kushimama kwako? Kipindi fulani nilikutana naye akaniambia kwamba anataka aniunge kwenye kundi zile. Kipindi kile kuna G2 kuna Stargale. Sasa ule msongamano wa makundi mengi mimi waga naogopa sana. Unajua muziki wa makundi kuna uchawi, yani vurugu sana. Nikaangalia mbele, japokuwa mtu atakuwa amefeli labda awe upande wake mwenyewe. Ndio. Alinitaka akaniambia, nikamwambia hapana brother, kwa sasa hapana. Ila nikikisa kuhusu kufanya kazi aweza kanizingua. Aweza kuzingua. Je, washabiki wanataka ngoma moja wachie na nyago kwa sababu tena urudishe jina lako kama Young G zamani. Kitu hicho unaweza ukakiprove vipi, ama unaweza comment vipi, ama kuambia washikaji zako kitu gani? Yani chapu tu, siwezi nikazingua, maana mimi naye sina shida naye. Yeye ni brother tu kama nilivyokuambia. Ndio. Sasa hivi tunajua Young G kama Young. Ulikuwa unaishi G2 na sasa hivi upo nyumbani. Kitu gani kimekufanya utoke G2 je? G1 nilikuwa na ofisi fulani. Kipindi kile nilikuwa nafanya kazi ya studio hii ya kurusha mapicha. Sasa ile kazi niliamua niachie wadogo zangu. Unajua nimekaa sana pale kama miaka 6 hivi, nikaamua niwaachie na hao waendelee na hiyo kazi.
kupambania. Sasa hivi tunajua hakuna msanii ambaye anaweza kukosa biashara. Yeah. But tungetaka tujue ni mfanya biashara, unafanya biashara au hapana? Mimi ni mfanya biashara na siku hizi ngoja ta vizuri. Tena ofisini siku moja utanihoji nikiwa ofisini kwangu. Of course. Yeah, tungetaka kupendekeza ama kupendelea kufahamu biashara yako. Unafanya biashara gani? Ili washikaji wa kujua kama huyu dogo sio tu kwa muziki lakini dogo anajitafuta lengo zote hizi. Mimi najihusisha na masuala ya kichwa, yani rasta hizo za wanawake. Ndio najihusisha sana, naona ndo kidogo kuna upepo. Ushawahi kuwa na mtoto mwanangu? Mimi na mtoto. Una mtoto? Wangapi? Mmoja tu. Mimi sio muuni sana kipande huo. Mmoja. Ila wife bado kungali mambo ya kifamilia sana. Ulizaa kipindi gani mtoto wako? Ilikuwa 2025. 2025. Ukaamua ujaze kwanza. Ukajitest kama una kizazi. Unajua janani hivi kuja kichwa kumbe hauna lolote. Tapima kwanza. Tapima. Je, mpaka sasa hivi mwanamke wako uliozaa naye anakushauri nini kuhusu muziki wako? Yani tuseme tu ananisupport. Anakusupport. Tunakuja hivi. Kuna Nyago pamoja na Foro. Mshikaji gani ambao unaweza kukaa naye na ukapigania story? Mara nyingi. Yani atakaye kubali tu kupigania story. Atakaye kubali kupigania story, maana mastaa ndio waga wanazingua. Mimi siwezi nikakataa, lakini unajua wao ambao washatia jina ukikaa nao pengine wanavimba. Yani mimi tu yeyote atakaye kubali nipiganie story, lakini wote ni washikaji, wote ni mabrazi. Unajua Nyago kama jinsi ulivyosema kwamba ni mshikaji wako ama ni brother, then hivyo. Na unajua kipindi kile mlikuwa mko wote na wakina Bobo. Lakini sasa hivi unajua caption zinazoendelea kati ya Nyago na Bobo. Kitu gani unaweza kumshauri Bobo? Bobo siwezi nikafahamu, kwa maana Bobo alianza kuimba siku hizi hapa tu. Nimeanza kumwona siku hizi. Kipindi kile niko kule nilikuwa alikuwa hajajihusisha kwenye masuala ya muziki sana. Kati ya ngoma zako ambazo zote ushawahi kufanya, iti ambayo ilikufanya ufahamike nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania ni ngoma gani? Garson Bombo yani. Garson Bombo? Kitu gani ambacho unaweza kumwambia Wizgange kwa ngoma yenu mliotoa iliitwa Mganga au Mganga na Bile Ole namba 2 ya Bile Ole. Namba 2 sasa hivi najua inazidi kufanya vizuri. Na inazidi kwenda. Kitu gani hatukijui kutoka kwa namba 2 ya hii Bile Ole? Namba 2 nao ni kali tu, ni ngoma nzuri. Ndio maana ilipokelewa vizuri. Kwa nini uliamua upige style kama vile ile? Yani nilikaa chini nikaangalia mashabiki wanataka kitu gani. Niona bado Mganga ingali kwenye chat. Je, walienda kwa Mganga na hivi hawapo tena kwenye game. Sasa ndio nikakaa chini nikija tu kichwa hivi hamna, inabidi sasa mtu aje na namba 2 ya Mganga nienda kuchukua kitu nivume tena. Sipo, inabidi sasa niende kwa Mganga nimuulizie ilikuwaje. Kwa maana nilikuja nile idea. Nakuja hivi. Kadi moja kutoka Grand Music, kadi moja kutoka Midosh Team. Wanakuhitaji Young G. Unaenda wapi? Zote kama ziko tarehe tofauti nitachukua zote. Kadi yani kusajiliwa kwenye nani, kwenye lebo ya Midosh Team. Midosh Team. Kwa nini Midosh Team? Naona ndo nyumbani huko. Ndo nyumbani huko. Kwa washikaji zote ambao ushakuwa kati ya Diki na Nyago, unajua wote tayari ushawahi kuishi nao. Mpaka useme Midosh Team ni nyumbani. Mshikaji gani ambaye ana mambo mengi? Mambo mengi mimi sijawahi kukaa nao sana karibu. Unajua mambo mengi ni kusema kwamba kuna muda unakutana na mshikaji fulani anakosa hata muda wa kukaa na washikaji zake kubadilishana mawazo, kwa sababu msanii kama msanii inabidi unakaa na wasanii wengine ili mradi mkae mnapiga story mnabadilishana mawazo, then hivi kitu kama vile hicho. Na kuna wengine kabisa unakutana anakosa muda, anapambania mambo yake sana kuliko washikaji zake. Mimi upande ambao naweza nikaongelea ni upande wa Nyago, maana ndo niliishi naye kwa miaka 2-3. Alikuwa ni poa tu, kijioni anafika kipindi kile, lakini sijui kwa sasa. Kipindi kile hata Diki namuona cheka na watu vizuri, japokuwa sijawahi kukaa naye karibu, ila yuko poa, brother ambaye yuko simple. Ngoma gani ambazo unajua mimi kama vile Young G nikisema nizifanye naweza nikatusua kwenye muondoko kama vile huo? Maana unajua ulikuja sana na pigo zile ambazo sisi tunakujua. Watu wakawa wamekudadisi, alafu Kongo ikawa imependa sana, hasa upande wa Kalemi na sehemu zingine wakapenda sana uimbaji wako. Sasa hivi watu wakitaka kubadilisha uingie kwenye style za set test za nyimbo za mahusiano kama vile romantic song, unaweza uka effective vipi hicho kitu? Unaweza kaingia huko hapa? Zipo hizo ngoma na kuna watu wametoka comment nyingi. Na kuna ngoma 2 msichana wa hapa
ya romantic ya style tofauti na zile. Na mchanganyiko kama tatu, Kiswahili ya Tanzania, Kibembe chetu, na Swahili ile ya kwetu. Unasema ni mwipo lakini mshikaji wangu. Sio kwamba eti wewe ni mbembe kivile. Ni kweli. Inabidi sikote kote au niseme mimi ni meti. Sina changa damu, inabidi nikue kote. Vizuri sana. Young kama vile Young tunakujua sana na mshikaji wako ambaye alikuwa anaitwa Kameleo. Kitu gani unaweza kumwambia yule mshikaji sasa hivi akiwa anakufuatilia kwenye jicho la JRTV? Kubwa tu asiache kunisupport, anishike. Kwa maana nilikotoka naye anaelewa, wanaelewa kwanza. Siwezi kuwa hapa na nimwambia nipe support hapa. Kwa jinsi nilivyoishi naye. Alikuwa poa akiniacha kabisa. Ngoma gani ilikupatia umaarufu kati ya timu mbili kubwa za kambini? Ndio nipa maarufu kati ya timu mbili kubwa za kambini. Watani wa jadi. Watani wa jadi. Kwa nini ulipiga ngoma kama vile? Kwanza kwenye uandaji ile ngoma ilikuwa ni tatizo sana. Maana mimi nitaka niimbie Bilombe. Ndio. Ile mwenzangu akasema eti mimi siwezi nikaimbia den kabisa, maana ni wa mjeni. Kwa hiyo sasa afanyaje? Ni kazi. Kama nichukue upande wa Diwa. Lakini ilikuwa changamoto. Ndio. Sana. Ngoma kama vile ile ilikupatia motivation gani kwa timu zile mbili? Yaani unajua ilitamba sana na ilipigwa sana. Kwanza kipindi kile tulikuwa tupendi D1 sababu sisi ni watu wa Jean. Ndio. Baada ya kupiga ngoma kiupande wangu, ule jamaa wangu alichukiwa, mimi nikapendwa D1. Yaani tukaanza tunagawa mashabiki. Yaani ikawa tukitoa ngoma tu D1 na watu wa D1 wataangalia kazi zetu. Ikabidi ilikuwa sababu ya kuchangamsha watu. Ni kweli. Je, watu wanataka tena hichi kitu kifanye kwa mwaka huu 2026 kama vile kufunga mwaka na wakaribisha mwaka 2027. Then unaweza ukafanyaje? Kuhusu idea kama zile? Nikukaa kupanga tu niangalie nitakapofanya. Ndio. Lakini sasa hivi watu wanasema kwamba muziki kwako unakuwa ni mgumu kwa sababu mshikaji wako mliokuwa naye kidogo ametoka na ameenda. Unajua idea mbili zile. Lakini sasa hivi gisi umeachua mzigo mwenyewe, alafu jamaa unakutana kule ndani ya company, akitoka iko nje ya company kwa kipaji kinakuwa kimepotea hiyo. Na sasa hivi tunakuja kuona na wewe zeni unazidi kushuka kivile, hauna na vibe kama jinsi ulivyokuwa zamani. Kitu gani unaweza kuwaambia mashabiki zako pamoja na mafuansi zako pamoja na wasanii wenzako? Naweza nikasema support ndio kitu kikubwa sana. Support ndio kitu kikubwa sana. Support ndio kitu kikubwa na kuniunga mkono, maana naweza nikawa naachia ngoma kila leo, ila kama wakunisupport wao mambo yalikuwa vizuri, lakini wakiniunga mkono tu mambo yatakuwa kama zamani. Na waaminisha hili. Sasa hivi kuna wasanii wawili wa kike ambao tunawaona wanazidi kuja. Mmoja yuko Grand Music na mwingine yupo Amidoshi. Kama vile Stasha pamoja na Dogo Zuu. Bahati sasa hivi unaweza ukataka upige collab na msanii gani hapo katikati ya wasanii wawili wa kike? Mimi naona Stasha. Stasha. Kwa nini Stasha? Uimbaji wake ni tofauti sana. Tofauti sana. Anajua sana. Kwa hiyo mkipiga ngoma unajua tutakalisha. Kweli. Kitu gani unaweza ukamwambia Tikelo kwa kuacha muziki na kupotea kabisa? Sasa hivi japokuwa anaonesha linki zake anazidi, lakini amezima kidogo. Shida nini? Na unaweza ukamwambia kitu gani kama mshikaji wako, kama rafiki yako, unajua mjiishi wote? Yaani kweli. Kwa wangu naweza nikasema tu asivunjike moyo, kwa maana yaliyotokea ayache apite, kwa maana mtu kufika level fulani hapo kushuka, yani mudi na iwage na katika kikubwa nitamwambia tu akaze. Siku ipo tu akaze, sababu najua yaliyotokea japokuwa sijui mengi lakini naelewa. Kauli moja kwa Kirui nzima kutoka kwa Young G. Kirui nawapa pongezi kwa kufanya muziki wetu uonekane vizuri, japokuwa waliutangaza maeneo fulani. Sio nikasema eti walitangaza kutoka hapa hadi Burundi. Maana naweza nikaongea ngoma ambayo ilitoka hapa kuelekea Bukavu, Kalemi, Bujumbura yote nzima ni ngoma yangu, sio kujitapa. Dar es Salaam nafika mpaka Buju. Yaani sio majitapo kabisa. Sema tu waga sitakitaki ile kujitapa nini. Lakini ndio hivyo. Unajua kipaji chako ndio kujitapa kwako. Sitaki kuongea mengi sababu kazi zinakuja. Naweza nikasema wamefanya muziki wetu uonekane mkubwa, uheshimike. Nifika mpaka WCB nini. Japokuwa Brother League ndio alifika, lakini wameutangaza kiasi fulani. Asante sana. Na wapa hongera zao, waendelee kuwa hivyo na wasisahau kuwashika wengine mikono. Asante sana. Hii hapa ni JRTV, tulikuwa tunazidi kutamba leo na mshikaji Mnyamwezi amesuka. Anakuambia style yake ni kumtengeneza mtoto wa kike nywele, lakini hata yeye mwenyewe anajitengeneza nywele. Kauli moja ni kusema cha kwanza usisahau kusubscribe na comment kwa zidi ya kupata video zetu kwa uhakika. Song kidogo ya Garson Bombe watu wako wapone kwa ni mshikaji bado yupo. Biko wa ishiri. Unakalaka wa bien. Bana kuitaka je?
Mbona mimi nishakulove. Asante sana. Mshikaji wangu wewe usikose kusubscribe, like na comment, zidi kufuatilia channel yake ya channel ndogo Young G Official Kili. Asante sana. Ciao.